Iran imerusha mfululizo wa makombora 20 hadi 30 ya ballistic kuelekea maeneo ya kati ya kaskazini mwa Israel asubuhi ya Jumapili hii na kujeruhi watu takriban 16 huku ikisababisha uharibifu mkubwa kwenye makazi ya watu na miundombinu. Shambulio hilo lililotajwa na majeshi ya Iran kama wimbi la 20 la operesheni ya Ahadi ya Ukweli ya 3 lilifanyika kama kisasi kufuatia mashambulizi ya Marekani dhidi ya vinu vya nyuklia vya Iran vilivyoko Fordo, Natanz na Isfahan mapema Jumapili hii. Miji iliyolengwa ni pamoja na Tel Aviv, Nes Ziona na Haifa na kusababisha huduma za dharura, kuhamisha wakazi na kuwahudumia majeruhi huku kukiwa na hofu ya mashambulizi zaidi. Huduma ya dharura ya taifa la Israel Magen David Adom MDA imeripoti kuwa wahudumu wake wanaendelea kuwahudumia watu 16 walioumia. Mwanaume wa miaka 30 alijeruhiwa kwa kiwango cha kati kwa vipande vya mabaki, huku wengine 15 wakipata majeraha kidogo. Timu za MDA zimeendelea kukagua zaidi maeneo 10 yaliyoathirika kutafuta majeruhi zaidi. Hospitali ya Ishlov ya jijini Tel Aviv imethibitisha kuwa watu 5 wakiwemo watoto 2 wanafikishwa kwenye chumba cha dharura wakiwa na majeraha madogo na wanatibiwa katika kitengo cha dharura. Vikosi vya usalama vinaendelea kuziondoa familia zilizoshtuka kutoka maeneo hayo, baadhi yao wakiwa wamebeba tu mabegi ya mali muhimu kwa hofu ya kuangukiwa na mabaki au kuporomoka kwa majengo. Jeshi la ulinzi la Israel IDF limetathmini kuwa Iran ilirusha makombora 20 hadi 30, baadhi yakianguka katika maeneo ya makazi Tel Aviv na Nes Ziona baada ya raia kuonywa kwa vimora vya mashambulizi. Katika mji wa Haifa, kombora lilianguka bila onyo na kuongeza taharuki miongoni mwa wakazi. Shahidi mmoja alisema kulikuwa na mlipuko mkubwa, kila kitu kilitikisika, sijui kilichotokea, huku familia zikipambana na athari za shambulio hilo. Katika hatua nyingine, jeshi la Iran likinukuliwa na shirika la habari la Fars lilidai kuwa makombora yao yalilenga maeneo mbalimbali ikiwemo uwanja wa ndege wa Ben Gurion, kituo cha utafiti wa kibiolojia, kambi za vifaa na vituo vya amri na udhibiti. Walitumia mchanganyiko wa makombora ya masafa marefu yanayotumia mafuta ya kioevu na mafuta yabisi yenye vichwa vyenye nguvu kubwa ya uharibifu. Shambulio hilo limekuja baada ya mashambulizi ya kijeshi ya Marekani mapema Jumapili dhidi ya vituo muhimu vya urutubishaji wa nyuklia vya Iran kama ilivyotangaza na Rais Donald Trump. Mashambulizi ya Marekani yalihusisha ndege za kivita za B-2 na mabomu ya kupenya banka yakiratibiwa kwa pamoja na Israel, jambo lililosababisha Iran kulipiza kisasi haraka. Israel sasa ipo katikati ya tahadhari ya juu, huku kamandi ya mambo ya ndani ya IDF ikirejesha maagizo makali kwa raia, huzuia mkusanyiko, hufunga shule na kuruhusu tu shughuli za lazima za kibiashara. Mamlaka ya viwanja vya ndege ya Israel inafunga anga yote ya nchi, ingawa mipaka ya ardhini na Misri na Jordan bado iko wazi.